Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة رب العالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تقلب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. رحلة غفران الذنوب، سفاري يكسمهوا مذنبي. أيها المسلمون عباد الله، huu ni mwezi wa kwanza kati ya miezi mitatu mtawalia ambayo ni katika miezi mitukufu iliyotajwa ndani ya Qur'an na kuainishwa kwa majina kwenye maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dhulqa'da au Dhulqa'da, kisha utakuja mwezi wa Dhulhijja, kisha utafuatia mwezi wa Al-Muharram. Hii ni mitatu inayofuatana, na wanne unajitegemea ambao ni mwezi wa Rajab. Ayuha almuslimuna ibadallah, najua kwamba sote tunajua tayari miji mitakatifu ya Makkah al-Mukarrama na al-Madinatu an-Nabawiyya imeanza kupokea hujaja Baitillahi al-Haram, wasafiri maalum wanaosafiri safari maalum kwa ajili ya jambo maalum, ala wa huwa adao rukni al-hajj. Jambo lenyewe ni kutekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu ambayo ni ibada ya haji. Ayuha almuslimuna ibadallah, ni hisia za namna gani zilizobebwa na wasafiri wa aina hii ya safari, ambayo safari yao inaelekea kwenye mahbatul wahi, ardhi iliyoteremka maneno ya Allah azza wa jalla. Furaha zao na hisia zao zitakuwaje? Wanakwenda kuukanyaga mji aliozaliwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mji aliyokulia, na mji aliyofanya da'wa na kueneza la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ni hisia za namna gani wanazozibeba? Miguu yao kukanyaga pale ilipokanyaga miguu ya viumbe bora baada ya mitume wa Allah azza wa jalla. Innahum sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam
hapa na wakusudia masahaba wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hapa naizungumzia ardhi ya Makka na ardhi ya Madina. Hisia zao za furaha zikoje kwa kupata walau rak'atain fil masjidil haram au fil masjidin nabawi, ndani ya msikiti wa Makka au msikiti wa mtume alayhi salatu wassalam uliopo Madina. Ni fursa ya pekee, wasafiri wa safari hii wataipata fursa hii. Qala alayhi salatu wassalam, salatun fi masjidi au fi masjidi hadha afdalu min 1000 salatin fima siwa illa almasjid alharam, wa salatun fi almasjid alharam afdalu min 100,000 fima siwa. Swala moja utakayoiswali kwenye msikiti wa mtume alayhi salatu wassalam ni bora kwenye fadhila na malipo kuliko swala 1000 utakazoziswali misikiti mingine tofauti na almasjidul haram. Wa salatun, lakini swala moja fil masjidil haram utakayoiswali almasjidul haram afdalu min 100,000 fima siwa, ni bora kuliko swala 100,000, kuliko swala 100,000 utakazoziswali kwenye misikiti mingine. Ni fursa, na fursa hii wataipata rasmi kuanzia msimu huu hujaja baitillahi alharam, wale wanaosafiri kwa ajili ya kutekeleza ibadatul hajj. Ayuha almuslimuna ibadallah, innaha rihlatu ghufrani dhunub. Hakika safari hii ni safari ya kusamehewa madhambi, ni safari ya kwenda kutakaswa, ni safari ya kwenda kusafishwa. Anasimulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, waqafa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi'arafat waqad kadat ash-shamsu an ta'ub. Mtume alayhi salatu wassalam kwenye hajjatul wadaa amesimama katika viwanja vya Arafa mida ya jioni, jua limekaribia kuzama. Faqala ya Bilal ansit li an-nas, Mtume akamwambia Bilal, Bilal, ninyamazishie watu. Bilal akamwambia watu, jamani nyamazeni, mumsikilize bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Watu wakanyamaza. Akasema alayhi salatu wassalam, ma'shara an-nas, enyi watu, inna Jibril atani anifan fa aqra'ani min rabbi salam. Na taarifa muhimu ya kuwapa, Jibril amenijia muda si mrefu akanisalimia salamu zitokazo kwa Allah azza wa jalla. Waqal, lakini pia akaja na ujumbe huu akanambia, inna Allah qad ghafara li ahli Arafat wa ahli al-mash'ari wa dhamina anhum at-tabi'at. Ewe Muhammad, nimekujia na taarifa muhimu sana. Allah azza wa jalla anakupa taarifa kuwa amewasamehe wote waliosimama katika ardhi hii ya Arafa. Kina nani hao? Hujjaju baitillahi alharam. Allah azza wa jalla amewasamehe wote waliosimama katika viwanja vya Arafat wa ahli al-mash'ar al-haram, na wote waliopo kwenye ardhi ya Muzdalifa. Wa dhamina anhum at-tabi'at, lakini pia Allah amewabebea zile haki zilizo juu yao wanazodaiwa. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akafurahishwa sana na hili, lakini akaona aulize, ya Rasulullah, hadha lana khassa, msamaha huu uliotangazwa kwetu na mjumbe maalum Jibril kutoka kwa Allah azza wa jalla, ni kwetu sisi tu wa leo tulio na wewe, au wengine watakaokuja baada yetu pia watahusika? Akasema alayhi salatu wassalam, hadha lakum wa liman ata ba'dakum ila yawm alqiyama. Msamaha huu ni kwenu leo, lakini kwa kila atakayekuja baada yenu mpaka siku ya kiyama. Faqala Umar ibn al-Khattab, kathura khairullahi wa tab, hakika khairi za Allah ni nzuri na ni nyingi. Imekuja katika sahihi mbili, hadithi inayosimuliwa na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kuwa mtume alayhi salatu wasalam amesema, man hajja hadha albayta falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh
au kama qala alayhi salatu wassalam, yoyote atakayekuja kuhiji kwenye nyumba hii al-Kaaba, bwana mtume anatangaza msamaha kwa yule atakayesafiri safari hii ya kutekeleza ibadatul hajj. Man hajja hadha albayta, atakayetekeleza ibada ya hija kwenye nyumba hii al-Kaaba, falam yarfuth walam yafsuq, asinene machafu wala asitende maovu, akazingatia miko ya ibada ya hija, qala alayhi salatu wassalam, rajaa kayaumi waladathu ummu, atarudi baada al-hajj akiwa ni msafi, laysa alayhi dhanbun wala khati'a, hana dhambi wala hana kosa alilobaki nalo, anarudi mwepesi na mzigo wa madhambi kama siku aliyozaliwa na mama yake. Innaha rihlatu ghufrani dhunub, hakika hii ni safari ya kusamehewa madhambi. Ayuha almuslimuna ibadallah, tunatambua kuwa ibada ya hija ni ibada iliyofaradhishwa na Allah azza wa jalla juu yetu Waislamu, kwa maneno yaliyo wazi ya Allah azza wa jalla aliposema, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na Allah azza wa jalla amewawajibishia watu, amewafaradhishia watu kutekeleza ibada ya hija kwa yule ambaye ataweza na atapata namna ya kuifikia miji hiyo na kutekeleza ibada hiyo. Hivyo tambueni kwamba ibada ya hija ni wajib kwa kila Muislamu aliyebaligh, mwenye akili timamu, uhuru uliotimia pamoja na uwezo uliokamilika. Qala alayhi salatu wassalam, ayuha nasu taajjalu alhajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'radu lah, enyi watu fanyeni haraka kutekeleza ibada ya hija, kwani hakika mmoja wenu hajui ni kipi ambacho kitamsibu, ni kipi ambacho kitamtokea. Ukiwa na haya matano, hakika juu yako kuhiji ni wajib, ni fardhi, ni lazima. Uislamu, kubaligh, akili timamu, kuwa huru pamoja na kumiliki uwezo. Ayuha almuslimuna ibadallah, baadhi yetu ambao tayari tumekamilisha haya masharti matano, tunapokumbushwa juu ya ibada ya haji tunasema bado hatujaitwa, tunasubiri wito utokao kwa Allah azza wa jalla. Haya ni maneno ya kushangaza, ni maneno ya kustaajabisha yakitoka kwenye kinywa cha Muislamu. Hivi unasubiri uitwe wito gani? Kuna Qur'ani yako unaisubiri ili ziteremke aya maalum zinazokutaja wewe, au kuna mtume wako unamsubiri ili aje akusemeshe akwambie kwamba hija kwako ni wajib, nenda kahiji? Wa illa, unaposema hujaitwa, unataka uitwe na nani, kipindi gani, lini, wapi? Tayari wito wa Allah azza wa jalla umeshatoka. Allah azza wa jalla alimwambia mtumewe Ibrahim, waadhin fi nnasi bilhajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq, watangazie watu ewe Ibrahim, watangazie watu kuhusiana na ibada ya hija. Wapo watakaokujia wakitembea kwa miguu, na wapo watakaokujia wakiwa juu ya vipando, na watu watakujia kutoka maeneo mbalimbali ya karibu na ya mbali. Nabiiullah Ibrahim baada ya kupewa agizo hili la kutoa wito, akamwambia Allah, ya Allah, wa aina yablughu sauti, ewe Allah, dunia kubwa hii, sauti yangu itafika wapi? Allah akamwambia, alayka al-adhan wa alayya al-balagh, wewe juu yako ni kutoa wito tu, tangaza, na mimi juu yangu ni kufikisha. Fanada Ibrahimu fi nnas qailan, Ibrahimu akawatangazia watu kwa kusema, ya ayuha nnas inna Allaha qad bana lakum bayta wa kataba alaykum hajj albayt faajibu rabbakum, enyi watu, Allah azza wa jalla amekujengeni nyumba, bi maana al-Kaaba, na amefaradhisha juu yenu kwenda kuhiji kwenye nyumba hiyo. Faajibu rabbakum, itikieni wito wa Mola wenu. Tayari wito ulishatoka tangu zama hizo, lakini pia mtume alayhi salatu wassalam akaubeba wito huo, akaja nao tena kwa umma huu aliotumilizwa
kwake ambao sisi ni katika umma huo wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fa fil hadithi sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khataba fi an-nas wa qala, mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kuwahutubia watu akasema, ayuha nas inna allaha qad farada alaykumul hajj fahujju, enyi watu, Allah azza wa jalla amefaradhisha juu yenu kuhiji, basi nendeni mkahiji. Sahaba mmoja akamuuliza mtume alayhi salatu wasalam, afi kulli aamin ya rasulullah, je, tunatakiwa tuhiji kwa ulazima kila mwaka? Bwana mtume akanyamaza hatta aadaha thalathan, mpaka huyu bwana akarudia swali lake mara 3. Mtume yuko kimya. Mara ya mwisho akasema alayhi salatu wasalam, law qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum, lau ningelisema ndio ingekuwa ni wajib kuhiji kila mwaka na msingeweza. Hivyo inabaki wajib kuhiji ni mara moja tu katika umri wako wote wewe muislamu. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وأنقذ به من الجهالة وأنار الأبصار، فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تقلب الليل والنهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. عباد الله، nakuhusieni tena pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah azza wa jalla. Hakika Allah ameahidi kufuzu na kufanikiwa kwa wale ambao watajipamba na sifa ya uchamungu. Yasomeni maneno ya Allah azza wa jalla, inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa ila akhir al-ayat. أيها المسلمون عباد الله، رحلة غفران الذنوب، safari ya kusamehewa madhambi, safari ya kutekeleza moja kati ya nguzo 5 za Uislamu, safari ambayo atakayesafiri safari hiyo mwenyeji wake si mwingine isipokuwa Allah azza wa jalla. Ameyasema haya kwa kinywa kipana bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam pale aliposema, al-ghazi fi sabilillah wal-hajj wal-mu'tamir wafdullah da'ahum faajabu wasaluhu fa'atahum. Aliyetoka kupigana vita katika njia ya Allah, aliyetoka kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya al-hajj, na aliyetoka kwa ajili ya kufanya ibada ya umra, watatu hawa ni wafdullahi, ni wageni wa Allah, ni wasafiri wanaoelekea kwa Allah. ma ahlaha min rihla an takuna anta dhaifun wa mustadhifuka arrahman. Hakika ni safari inayofurahisha wewe kuwa mgeni na mwenyeji wako ni Allah azza wa jalla. Aliyetoka mujahidan fi sabilillah, aliyetoka liadai faridhatil hajj, aliyetoka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra, hawa ni wafdullah da'ahum
faajabu, wameitwa na Allah azza wa jalla wakaitika wito wa Allah, wasaaluhu faatahum, lakini pia wanimuomba Allah azza wa jalla, Allah akawapa kile walichoomba. Bimaana hawa wakimuomba Allah azza wa jalla, Allah anazipokea dua zao. Kwa kila aliyekamilisha masharti ajitahidi kuitekeleza ibada hii. Fungeni safari kuelekea mji wa Makkah al-Mukarrama ili muijaze anga yake na ardhi yake kwa talbia, mkiwa mnasema labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak. Ayuha almuslimuna ibadallah, ni vyema juu ya mimbar hii tukawapongeza wote wenye nia ya kutekeleza ibadat al-hajj mwaka huu. Ni vyema, narudia tena, kupitia mimbar hii kwenye khutba ya Ijumaa ya leo tukawapongeza kwa kuambia hani'an lakum wafdullah, hongereni enyi wageni wa Allah azza wa jalla, mtakapoanza safari zenu kuelekea miji mitakatifu. Allah wafikishe huko salama. Allah azza wa jalla azipokee ibada zenu mtakazozifanya, na msitusahau kwenye dua zenu. Lakini pia tunamuomba Allah azza wa jalla awarudishe katika miji yenu mkiwa ndio kama vile mmetoka kwenye matumbo ya wazazi wenu. Ja'ala Allahu hajjakum mabrura wa dhanbakum maghfura wa sa'yakum mashkura. Wala msiwe wavivu kuleta talbia madamu mko ndani ya muda wa kuleta talbia. Ndimi zenu zisikauke kuyatamka maneno haya ambayo niliyasema, lakini nayarudia tena: labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak. Qala alayhi salatu wassalam: ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminihi wa an shimalihi min hajarin au shajarin au madarin hatta tanqati'a al-ardu minha huna wa ha huna. Hakuna muislamu yoyote ambaye ataleta talbia, na hii talbia inaletwa na hujjaju baitillahi al-haram au al-mu'tamirun. Hakuna muislamu atakayeleta talbia isipokuwa ataitikiwa na kila kilichopo kuliani mwake na kila kilichopo kushotoni kwake, iwe jiwe, mti, hata udongo, mpaka mwisho wa ardhi, mashariki na magharibi. Wale ambao hatujawahi kutekeleza ibada ya haji, naamini nasi tuna hamu na tuna shauku ya kufika katika miji ile kwenda kutekeleza ibada hiyo. Tunamuomba Allah azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula asituondoe juu ya mgongo wa ardhi mpaka tushibishe kiu hii tulionayo, mpaka tuitekeleze ibada ya haji. Tuitazame nyumba ya Allah ambayo ndio ya kwanza iliyowekwa juu ya mgongo wa ardhi ili watu wamwabudu Allah azza wa jalla kwa macho yetu mawili, na ikiwezekana Allah atufanyie sahali mpaka tulishike jiwe jeusi. Fahadhihi sunnatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwani kufanya hivyo ni muongozo wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibadallah, sallu wa sallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, fa inna Allah ya'murukum bidhalika hina yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام.
اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام اللهم من اخترته من عبادك لأداء فريضة الحج هذا العام فاجعل حجه مبرورا وذنبه مغفورا وسعيه مشكورا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane.